Nilipata kazi ya kulinda kisima cha wachawi. Sikuwahi kuamini uchawi hadi nilipoipata kazi ile. Kazi ya kulinda kisima kilicho katikati ya msitu mzito, mahali ambapo hata ndege hawakuimba usiku. Wanakijiji walinieleza kuwa kazi hii sio rahisi. Muda wa kazi ni kuanzia saa 2 usiku kukaa hadi alfajiri na kuhakikisha hakuna anayekaribia kisima hicho. Walinipa mshahara mkubwa sana kiasi kwamba sikuweza kukataa, japo moyoni nilihisi kuna kitu hakiko sawa. Nilipofika usiku wa kwanza, upepo ulikuwa kama unalalamika, majani yalikuwa yakigongana kana kwamba kuna mtu anapita kwa haraka, lakini hakuna nilichokiona. Kisima kilikuwa kimya, kivuli chake kikionekana kirefu zaidi kuliko kingo za ukuta wake halisi, lakini pia kwenye ukingo wake kulikuwa na maandishi ya ajabu kama alama zilizochorwa kwa damu iliyokauka. Niliketi kwenye kigoda nilichopewa. Nilipoangalia saa ya mkononi ilifika saa 3 usiku na ndipo mambo yalianza. Mwanzoni nilisikia sauti nyororo kama mtoto akicheka kutoka ndani ya kisima. Nilidhani ni sauti ya upepo, lakini ikabadilika haraka na kuwa sauti nzito ya mwanamke aliyechoka. "Mlinzi mpya," ilisema kwa sauti iliyovuma taratibu. Nikasimama. "Nani huko?" nikauliza kwa kutetemeka. Hakuna aliyenijibu. Ila kutoka ndani ya kisima kulipanda harufu kali ya unyevu na kitu kinachooza. Mara ghafla kukapambazuka, nikarejea nyumbani nikiwa na mawazo sana kuhusu kazi hii, lakini sikumweleza mtu yoyote na nikajipa matumaini kuwa nitatoboa tu. Usiku wa pili mambo yakawa mabaya zaidi. Nilipoweka taa yangu chini, mwanga wake ulianza kucheza kwenye ukingo wa kisima kana kwamba kuna kitu kinapita kwa kasi. Kisha nikasikia mlio wa kukwaruza, kitu kikijaribu kupanda. Nilipoelekeza mwanga kisimani, niliona vidole virefu, vyeusi, vyenye kucha ndefu vikishikilia mawe ya kisima. Hivi vidole vilirudi ndani haraka sana, kana kwamba havikutaka nione zaidi. Nilitaka kukimbia, lakini nilikumbuka maagizo. Ukitoroka, kisima kitakufuata. Nilidhani walikuwa wananitania, mpaka usiku wa 3. Usiku huo, kila kitu kilikuwa kimya kupita kawaida. Hakukuwa na upepo, hakuna mlio wa fisi, wala mvumo wa miti. Ukimya ule uliumiza masikio, nilihisi kama dunia ilisita kupumzia. Nikasikia mtu akitembea nyuma yangu, pole pole, taratibu, miguu ikikanyaga majani makavu. Nilipogeuka, sikuona mtu, lakini niliona kivuli cha mtu, kilikuwa kimesimama mbele yangu. Mtu huyu alikuwa amevaa shuka jeupe lililotapakaa matope. Niliweza kumuona ndani ya kivuli kile, macho yake mekundu yakinitazama bila kupepesa. Kabla sijapumua vizuri, sauti ile ile ya mwanamke ikasikika tena kutoka kisima. "Usirudi nyuma, na ukigeuka tena utakuwa mmoja wetu." Mkono baridi ukagusa bega langu. Ulikuwa ni kama baridi ya kaburi. Nikaendelea kutazama kisima bila kugeuka, machozi yakinitoka. Nilihesabu sekunde hadi alfajiri, dakika zikawa kama miaka. Kulipopambazuka, mkono ule uliokuwa begani mwangu ukatoweka, kivuli kikayeyuka kama moshi. Nikabaki peke yangu, lakini nilijua sikutakiwa kuwa hai. Sikuacha kazi. Nilijua kiniacha kazi kisima kingenifuata hadi nyumbani kwangu, lakini kuna kitu kilibadilika ndani yangu. Sasa usiku ukifika, kabla sijafika kazini, naanza kusikia sauti za kisima hata nikiwa mbali, sauti za kunong'ona, kunikaribisha, kunishukuru kwa kurudi. Na jana usiku nilipoangalia kioo, niliona macho yangu yameanza kubadilika rangi, kuwa mekundu, marefu kama ya viumbe vile nilivyoona. Nadhani muda wangu wa kuwa mwanadamu unakaribia kuisha. Kisima kinahitaji mlinzi mpya. Asante kwa kusikiliza simulizi hii. Usisahau kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata simulizi za kusisimua kama hizi. Je, ungependa nikuletee mwendelezo wa simulizi hii?